Today I'm going to showcase a few projects. The first one is a 3-bedroom mansionette on a 50 by 100 plot. So what you're looking at right now is a 50 by 100 plot. Na wengine wanasema 50 by 100 ni kidogo by the way. But a 50 by 100 plot sio kidogo. Though kuna zile 50 by 100 zinakuwa ndogo. What do I mean? Wakati unauzwa shamba na umeambiwa ni 50 by 100 plot, unapatanga saa ingine pande ya 50 ni 45 feet, pande ya 100 feet ni 90 feet, 95 feet, saa ingine unapata ni 110 feet. So 50 by 100 is just a term maybe used to call an acre plot. Okay, so kama unanunua shamba, make sure uko very keen on the dimensions. Let's go back now to the design. So this is a 4-bedroom mansionette, and this 4-bedroom mansionette is one of a kind. It's a flat roof design, and by flat roof I mean huku juu roofing sio mabati. Okay, yako unaweza choose ikuwe ni mabati, but for this particular project we were focusing on a flat roof design. So one of the advantages of a flat roof design ni kitu inaitangwa these open to sky roof terrace, ambayo you can utilize it as a space for some recreation. You can also use the place for laundry. Okay, so ukiangalia hapa hivi kuna ka washroom na kuna ka laundry, and the same flat roof is very good at saving costs when it comes to the water tanks. So as long as the structural integrity is met and is pre-designed before the project starts, you can choose to have water tanks. Wapi? Huku juu. So those are some of the advantages of having a flat roof. So this is a townhouse. So in case uko na kaploti pale Juja, unashanga how do you utilize that kaplot in Juja? How do you also utilize that plot in Kamakis? This is a very good example of how you can go about it. Kama ni madirisha ni kubwa kubwa. For this case we'll be using sliding windows. Kiangalia madirisha ni kubwa kubwa. What the size of this window? Let's see, from this point to this point. Hii dirisha ni 2000 millimeters. That is 2 meters wide. So hizi madirisha unapata zinakupatia ample lighting na ample ventilation. These other window you see over here, hii dirisha ni a staircase, and from this point you are able now to see the staircase. Okay, hapa mbele tuko na ka bed sitter kidogo ka boys. So for this case our client chose to put the SQ at the front yard. So ukiangalia kani ka bed sitter kadogo tu. Hii ni dirisha ya washroom, hii ni dirisha ya the bedroom. Ukiangalia pale ndani za cheki vizuri. Hapa kuna kabati ya nguo na pia kuna a door now to that washroom. So before you start any project, it's very important to have such an illustration. Why? Because you are able to make any changes even before you start the construction. For instance, kama cladding yenye tumeweka hapa hivi kwa this double wall, kama hii cladding haijakubamba, tutakuja tubadilishe tuweke yenye unataka. Kama ni madirisha, maybe wewe ulikuwa unataka zenye ziko na grills, hiyo yote tunabadilisha even before you start your construction, which is very important. Another thing here I want to show you is a chill spot. So kwa master bedroom kuna kitanda, kuna kochi pahali, kuna some TV space, kuna walk-in closet hapo, na kuna choo na bafu. So balcony ya master bedroom, kuna hika balcony kadogo hapa, and then we have like a lounge, just kasamo ya tuka
mzae kutulia akisoma tu vitabu twake hapo. Okay? So hapa niko kina Engineer Ivan and right now niko Mathmark Design Office. Na hapa kwa Mathmark Design Office tulisema responsibility yetu ni kufanya nini? Niko make sure ya kwamba tumekuplania better before hata ubuild better. Okay? So it's very important for you guys to start with the proper planning, because proper planning is the key to building better. Okay? So ukitaka kuanza project yako ukiwa na kitu kama hii, utaweza kujua windows zako zinakaa aje, carport yako iko wapi, parking yako iko wapi, you know, where do you have the green areas. You are also able to know the distance between your perimeter wall and the house. So planning is very, very, very important before you start any construction project. Nowadays, hapa Mathmark Builders kumekuwa kama nikotini. Why am I saying so? Because bibi anakuja akona idea yake, bwana anakuja akona idea yake. Well, ukiangalia times ideas zote zina make sense. But sasa lazima wao wenyewe wakae chini wakubaliane. Okay? But a good thing about kukuja hapa Mathmark Builders ama Mathmark Design Office ni sisi tunawakalisha chini, tunawapatia such illustrations. Okay? So with me here I have another project that is also one of a kind. Niwaambia design zetu ni moto. So these are for bedroom mansionette that is yet to be developed at a place called Gikambura in Kiambu County. So these are the kind of illustrations we usually give you when it comes to planning. Okay? Plans are not only about kujua room sizes, sijui arrangement ya choo, arrangement ya bafu, hapana. Pia ni vizuri sana kuona 3D ya kwako itakuwa namna gani. 3D illustrations are very, very important. So for this particular project, it's on a 50 by 100. 50 ya huyu nayo ilikuwa imejaa. Okay? And the access road is along this 50 side. So hapa hivi tulikuja tukaeka 2 gates, one for the pedestrian and the other one tukaeka ikiwa a sliding gate for the cars. Okay? As you can see, it's sliding towards this direction. The good thing about us, we not only do the planning of the room sizes but also the landscaping. What do I mean by landscaping? These exterior features, vitu kama carport, vitu kama greenery. Hapa tunafaa tupande nyasi na tupande miti. These things are very, very, very important. Okay? Pia kwenye tutaweka pavement zetu. Na pia tulisema when it comes to sizes za madirisha, unafaa upate ample lighting and ample ventilation. Kuna bwana Ezra hapa anauliza, una charge ngapi per square meter standard finishes? Just curious. So Ezra ako curious hapa, anataka kujua stories za costs za standard finishes. So mimi kitu naweza kuambia ni hii story ya sijui square meter na nini. Mimi nitakupea very big range. Huyu chenye inaweza kosa kukusaidia kwa sababu finishes are not only the factors that determine the building cost of a house. So the best thing kwanza tuangalie kuhusu kama uko na plan. Kama uko na plan ni sawa, nitumie hiyo plan niangalie. Kama iko sawa, naweza kuja site niangalie site dynamics zako. At least nisikwambia tu stories za finishes ama stories za kwambia sijui price of a building per square meter. Ili tu nikuje nikupe a detailed building cost breakdown depending on what you want. So kwanza kama hauna plan, kuja tufanye planning ya namna hii. Okay? So this is the front yard, and our front yard is made of some green area along the perimeter wall and a space to park the cars. Okay? So all around this house tumeweka some pavement blocks which will be precast pavement blocks that are made of concrete. In terms of the roofing, up here we have a flat roof. Okay? Flat roof ni kusema sio mabati iko huko juu. Flat roof ni kusema hapa ni slab. Okay? Na advantage ya hii, kitu ya kwanza ni you can have some outdoor chill spots.
For instance, huyu client wetu nao alikuwa anapenda chakula sana. So hapa hivi ndo unaona kuna a very big space for dining. Very big space for having maybe dinners with the family. But family yake pia ni kubwa. So ukiangalia this space yenye alisema tumweke hapa juu, the roofing is not a slab but it's a pergola roofing. Wale wenye wamekuwa wakishangaa pergola ni nini? This is what we call pergola roofing. This is a structure. It could be made of timber. It could also be made of steel. Kenye tunataka. So maybe we can look at the floor plan tuweze kuangalia tuone vile room sizes zimekuwa, pia vile the rooms zimekuwa arranged. Yeah. Maybe unaweza bambika na hii keja umekuja hapa hivi kwa ofisi tu amend vitu mbili tatu, you know. So gate ndio hii hapa. Parking yetu ya our 2 cars ndio ile pale. So ukiingia hivi unapata front porch. Ukiingia kwa front porch unapata front door hapa, na front door ina lead into a spacious lounge. So hii lounge inaweza kuwa up to 14 seater by the way. It's a very very spacious lounge. Wenye wangetaka kujua dimension yake ni 6.2 meters by 6.5. It's a very spacious lounge. So towards the left we have an opening here that leads us to the dining area. So this dining area has a table, that is a dining table over 6, but kama uko na familia kubwa hata 8 inatoshea vizuri sana. Naona nimejaja nikaweka 8 hapo. Alafu tuko na wash hand basin hapa. Tuko na vanity hapo hivyo, some mirror, you know. So for this particular case, client wetu hako anataka so much openness between the kitchen and the dining. So we placed just like a small window here to pass the food. So towards this direction, just behind this TV wall, we have the common washroom. And if you come straight towards this side, utapata kuna staircase hapo. And next to it, towards the right, tuko na guest bedroom. So our guest bedroom is big enough such that it has a bed which is big, a 6x6 bed, king size. Tuko na meza ya some study there. We also have a wardrobe there that is 3 meters wide, quite massive and spacious. Hapa hivi tuko na washroom yenye iko na sink hapo, tuko na toilet hapo, na tuko na shower cubicle at this position. So hii side nyingine ya left, by the way, there is something I want you guys to note. Towards the left utaona kuna kitchen, kuna pantry na kuna laundry, and then kuna back porch. Kuna wale ma designers wenye wanaekanga back door iko ndani ya kitchen. Mimi wana discourage hiyo sana. Why? Kwa sababu assuming someone wants to use the back door without going into the kitchen, inakuwa story nyingine, I make sense. Mtu ametoka na manguo kwa first floor, anashuka nazo, anataka kwenda ile laundry yenye iko karibu na back door, ana have kupitia kitchen na manguo. I make sense kabisa. Maybe mzae anataka kujificha, ametoka upstairs, anataka kujificha, maybe kuna mama wako pale hivyo chama, wamekuja kuona bibi yake na wako pale hivyo sitting. Ati mzae ndio apitie back door, lazima ingie kitchen. So for our case hapa hivi, hii ndio kitchen yetu. Ukiangalia kitchen yetu iko spacious. Hapa ndo fridge iko, hapa ndo kitchen island iko, hapa ndo sink iko, hapa ndio cooker iko, and that makes our cooking triangle. So the relationship between your preparation area, your washing area, your cooking area and the storage area ama the fridge is very 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 important. So having our kitchen there, we also have our door hapa that leads us to the pantry. Okay? Na kwa pantry naona nishakuwekea penye storage itakuwa. So hii walkway yetu ndio inatoka inaenda wapi? Kwa the back door. This is the back door here. So you could choose to have this door ya laundry hapa, ama pia unaweza amua utoe hiyo storage uweke hapa hivi. Let's do it practically. Unaweza amua mlango uitoe hapo, and then you have your laundry door opening directly to the back porch. So either of the two iko sawa. Kuna wale watu wenye watasema sijui whole laundry inafaa iko ndani sijui ya security. Kuna wale watu wenye watasema laundry juu nataka kuweka vents instead of a window. Wacha ikue vile saa hii nimeiweka.
which is actually a very good reason, by the way, to have the laundry door directly opening to the back porch. Ndio, your laundry, yes, it's part of the house, but it opens outside. That means your laundry, hata tukikosa kuweka dirisha, tuweke vents because of dampness na aeration, haita affect temperature ya nyumba yako. So hiyo ndio ground floor. Let's move to the first floor. So ukikuja first floor, zile staircase zinakuja zinakutolea wapi? At this position. Zikikuleta hapa hivi unapata bedroom 2 hapo hivyo, which resembles the guest bedroom. You remember how the guest bedroom was? That guest bedroom now becomes another bedroom upstairs. Okay? Which we are calling bedroom 2. And as we saw the characteristics of this bedroom, kitakona tuko na king size bed yenye kitanda haijaguza ukuta. What do I mean by kuguza ukuta? Unajua ukikuwa na karoom kadogo hautapata kitanda yenye iko na so much circulation space. Unaona? Kuna circulation space around the bed. Hata mtu akitandika bed unapata iko tu sawa. Unaona? Aya, kama ni place ya study, we have a table here which is a 1.5 meters wide. That is quite sufficient. Wardrobe tuliona ni 3 meters, that is a 3000 millimeter. Depth ya hiyo wardrobe ni 700. That is a 0.7 meters. Washroom tuliona ni the same arrangement. Tukaona vile tumeka sink hapo, that is the wash and the basin. Tukaeka choo hapa na tukaeka the wet area with the shower cubicle towards this direction. So towards this side now we have a family room. So the lounge downstairs becomes a family room upstairs, okay? And it's not the whole lounge that transforms into a family room. No, half of it. So now half of it becomes open to below, and the other part becomes the family room. I want to illustrate that in the 3D. This is what I mean. Wacha tuingie hapa ndani. So this is my front door. So nimeingia hapa, okay? Nimepata 3-seater yangu safi pale. Niko na L-shaped seat hapa. Maridadi kabisa. Niko na 3-seater nyingine hapo. So kama unaona ka dining kangu pale, but of course we'll get a better table than that, eh? So these objects are just for illustration. TV yangu pale iko pale. Of course pia the TV roll will be much better than this, but this is for illustration. So mmeona a lounge yangu. Let me use this position. Mmeona lounge yangu pale. So half of the lounge ndio inapanda huko juu inakuwa family room. Okay? Half of it ndio inapanda inakuwa nini? Just a family room. A small lounge. And so only half of it. Tuna kule chini. Hapa tulisema tunachambua building plans, kama mahesabu ya calculus. Sawa? Ndio before uanze kujenga hiyo nyumba, unakuwa na all the information you need as a client. Hapa hivi niko na unaja ka slab. Hizi chuma, hii ni slab imewekwa hizi shimo hivi. Just for beauty, you know. Just to make this thing appealing. You must also have also recognize these curves. So kwa building sio lazima ati kila kitu iko ni square kwa sharp hapana. Curves hapa na pale pia zinasaidia building yako ama project yako ikuwe moja maridadi zaidi. Okay? So let's look for another project here. Na niliwaambia mnaangalia track record, by the way. That is very very important. Before upatie mtu kazi, make sure umeangalia track record hiyo mtu. Okay? Don't judge ama don't pick ama pinpoint ama appoint builders and architects and engineers based on kujuana, based on maybe referral by friends, by relatives. No. That is not how you go about it. The way you go about it is, first of all, kuangalia track record ya mtu. Okay? Mtu akuonyeshe zile kazi zenye amefanya. That way now utaweza kujua kama ni kazi za kujenga homes, who is good at homes, who is good at rental properties, who is good at engineering ya maneno ya barabara, who has to work under who. Okay?
This becomes very very important now, especially to safeguard your money. Kumbuka, hii pesa yenye Mungu amekubariki nayo umekuwa ukienda shifts. Una work 9 hours. Kama sasa hivi saa ngapi? Saa 3. Imagine wewe bado hata hujalala, bado uko macho, ukijaribu kuangalia vile takafiti. And then Mungu amekubariki na hiyo pesa, alafu una make mistake ya ku hire the wrong person. So for this particular project, ukiangalia hapa hivi, this is a unique one by the way. Tuko na vitu kama kona window hapa hivi. Tuko na vitu za double volume, tuko na curves pia hapa na pale. You know, tuko na concrete gutter pia. For those of you guys who love hipped mabati roofs, wale watu wa Dekra sana sana. Okay, me I don't like this color, honestly speaking. I totally don't like this color. I love a color here by the name Asphalt Shingle Grey. Hako ndo kakala mimi napenda. Hako akanichomi macho. Ama unaona gani hapo hivyo? Kwa comment section. Between this color A and color B, which one guys do you think would suit your dream home? Watu wamefolia B. Between A na B. A kuna venye tu, I don't know what's wrong with A. Hebu niambie wenye wanasema B, nini mbaya na A by the way? So Dekra lovers, ukieka concrete gutters, uicombine na Dekra vizuri. These are what I'm calling concrete gutters, Badala kuweka zile plastic gutters, PVC gutters, gutters za mabati, unakoroga gutters vizuri. Advantage hizi gutters, one, huwa zina shield ukuta yako kidogo tu from a direct rainfall from up here. Kitu ya pili, pia zinaongezanga urembo because if you look at this facade, where is it? This one. Ukiwa na hizo gutters, my friend, inaka kitu, So, let me start now from the gate. So this is my access road. And speaking of the access road, I made sure that for this particular design, kama ni ile ukuta yenye iko hapa hivi kwa the front face of our property, mwenye akitoka mboka zake na huko, mahaso zake na huko, akikuja kwa boma yake, kitu ya kwanza anakaribishwa na umaridadi ya gate. Iko na nini na nini. Kitu ya kwanza, iko na flower beds ama green areas. Okay? Anaweza amua apande to meet hapa, apande hizi maua. Let me change one kama maua here into a tree. And we see vile inatokea after mti hapa. Na hizo kumaanisha ati juu hii ukuta inakaa hivi ati imekosa pesa mingi, hapana. Ukiangalia hivi kucheza tu na mchanga na simiti, yaka cladding hapa na pale. Could think outside the box kidogo. So for our gate, we have 2 gates. Moja ni sliding ambayo ndio hii, the main gate penye gari inaingilia. Hii gate nyingine ni ya pedestrians. Okay? Na ukiangalia canopy yetu ni moja safi. Tuliwaambia we not only do designs za sijui bedroom itakaje, kitchen itakaje. We also think of how your outside will look like. Okay? Na hizi ndo zile vitu zenyewe hata ukiendea fundi wako kwenu, hakuna siku mtaika hivi chini mkidesign gate. Fundi always mtadesign tu hii nyumba. Hapoja tuenda kwa hiyo nyumba. Because I know you guys are very eager to know, is this a 6 bedroom, is it a 5 bedroom, is it a 3 bedroom, is it a hotel or what? So let me show you the floor plan of the property. So hiyo ndio floor plan, na hii layout inatuonyesha vile rooms zetu ziko arranged. Okay? Hii hapa ndio front porch. Na kwa front porch tuko na nini? Tuko na a front door. So ukishaingia hapa, haujipati into the lounge direct, hapana. Unajipata kwa kitu inaitwa foyer. What is a foyer? A foyer
is that space that you get into after umepita hiyo front door. Na hiyo space unaweza itumia kuweka shoe rack, inaweza kuwa unaweka maybe some flower there, flower vase tu kizuri tu kama ni za Wachina. Unaweza amua uweke maybe ka sideboard pale, kakabati tu fulani, some deco, you know. And hii foyer inapatianga sana hii lounge privacy. Hii maneno ya kuingia tu ndani ya nyumba unajipata kwa lounge ama kwa corridor tu, it makes sense. So to make our foyer more interesting, we used it also as a space to have our U-shaped staircase. Let me show you the 3D. So this is the front door over the property. Sawa? Ukiingia kwa property yetu, forgive me first because my staircase doesn't have the railings, but ndazia katu anyway. Hii ni front door. Ndio utafutia yango vizuri, very nice. Hii ni front door. Ukishaingia na your double door, hapa unapata staircase. Okay? Na hii staircase ndio utakuja uangalia lighting yake inatoka kwa wapi? Kwa hutu tudirisha unaona tumeweka hapa hivi. Hutu tudirisha unaona these little windows. Hizo unaona zinatupea lighting kwa the staircase. Okay? So ukiingia kwa foyer, on the left unapata the staircase, and then now on the right ndio utapata the lounge and the dining and the kitchen. Sawa? So ukiingia hapa hivi, let's go back now to the 3D again. Ukiingia hapa ndani, unaweza amua uingie on your right. Okay? Hapa hivi utapata nini? Utapata the lounge. Kuna viti hapo, just for illustration tu. Hapa tuko na ile kona window. Unaona ile kona window yenye unaona ukiwa nje? Ndio hii hapa. Part of vitu unaiona ukiwa chini, alafu part of vitu unaiona ukiwa kwa first floor. Before tuende kwa first floor, turudi kwa ground floor. Hapa tuko na sliding window ama glass door. So hii sitting, hii ndio the TV area ya hii sitting room. Ukiangalia kuna partition tu fulani tu. Tukifanya my interior 1-2-1-2 will make things look more better. But ukiangalia this is the partition yenye ina partition the dining and the lounge. Okay? So hapa kwa lounge nilikuwa nataka nionyeshe maneno ya madirisha. Nionyeshe how we do the planning ya madirisha even before unaanza kujenga. So ukiangalia hapa hivi we have a sliding glass door. Hapa. Hii ndio sliding glass door. Ile ndio kuna window yenye tulisema niko na window, hiyo tulishamalizana nayo. So hii sliding glass door unaweza slide utoke nje ujipata wapi? Kuna ka balcony kadogo Kenya kako hapa. Sijui sasa kama mnakacheki sasa kutoka nje. So aka balcony kako hapa, you access it from a glass door. Okay? So nataka mrate this house out of 10. Nimesema hii ni 4 bedroom and it also has an SQ. Hii ni nyumba ya mtu hana shida ya shamba. It's not a 50 by 100, it's not a 100 by 100, no. This is a big plot of land. So ile partition nimewashow yenye ina separate the lounge na the dining ndio hii hapa. Okay? 2D yake iko namna hiyo. So when it comes to detailing ya our drawing, mimi nitakuja tu niweke dimensions hapa za hika kitu. Hapo hivyo nimeka dimension that is in feet, should be in millimeters. We always use plain millimeter. Yes. 250. Sasa kama 250 mnaona hapo hivyo ni dimensions za hika kitu iko hapa. So hii ni 250. Okay? So hapa kuna dining na kuna open kitchen. So let's see it from this 2D. Hapa hivi kuna dining, kuna open kitchen. Hii ndio sink, hii ndio cooking area, hii ndio fridge.
So all these that I'm selecting right now ni worktops. Okay? Hapa tuko na wall unit ya kuweka mavyombo. Hapa kuna pantry, then unatoka kwa the back door. Okay? Hapa kuna back porch. So towards the other side ndo tuko na bedrooms. Hii bedroom ya kwanza ni guest bedroom na hii haiko en suite. Okay? This bedroom 3 is not en suite. Na huyu mwenye kwa hapa kufika bedroom 3 anatumia this washroom yenye iko hapa just next to the bedroom. So this is a common washroom for everybody. As you can see, there's a separation between the wet area na this dry area. Hapa hivi ndo sink iko, ama wash hand basin, hapa ndo choo iko, na huko mwisho kabisa ndo tuko na shower, which I'm calling the wet area. Okay? Hapa tuko na bedroom 2. Bedroom 2 pia iko en suite. Bedroom 1 pia hapa hivi iko en suite. This is how the back porch looks like. So back porch yetu iko double volume, that is it has a high ceiling. Hapa ndio ile back door iko na kuingia pantry na inakotolea kitchen, dining, lounge. Ile foyer ndio hii hapa ikiwa na staircase yake, then natoka nje. So wacha sasa tuangazie maneno ya nje. Hapa hivi nje tuko na parking space, na hii parking space unaweza paka gari kadhaa hapa. Not 1, not 2, not 3, not 4, several. Okay? Next to it we have a gazebo. As you can see, we've tried to raise the green area of our property. That's why mnaona hapa hivi kuna two staircase hapa. So this staircase over here leads you into the gazebo, and for our gazebo, apart from accessing it from here, you can also access it from this green area. So this difference in levels ndio inakuonyesha hapa hivi tuko na staircase 1 2 3 4 5 6. Tuko na step 6. But from that gazebo kukuja kwa green area tuko na only step ya kwanza, ya pili, ya tatu uko chini. Okay? So that is where this retaining wall is coming in. So this retaining wall, it could be masonry, it could be made of even these rocks that you're seeing, vile tu ziko. So ito green area yetu, and hapa kwa green area, hapa kwa corner tuko na outside washrooms. Okay? So hapa hivyo kuna urinal na kuna outside washroom. And hii ni nyumba mzuri sana ya kujenga as a dream home, by the way. Kama uko na eka zako 2, 3, 4 pahali, maybe ni ranch, maybe uko unataka kwenda kuficha sasa familia yako, maybe after retire. It's a very very nice home. Spacious. Hata watu wakikuja ama hao wajukuu wakikuja holiday, you have ample space. And pia green area yako tumekusort kila kitu. Wow, nice. This is an attic design. Watu wa attic, muko wapi? Watu wa vitu kali muko wapi? Hapa niko na attic moja safi. So this is the ground floor. I want you first to stick this 3D look in your head. Okay? Nataka uangalie ujue hii ndio front porch. Okay? It's an open front porch. This is the front door to our house. And hii gari yenye unaona hapa. Kwa the 2D plan. Ndio gani? Ndio hii hapa. Okay? So front porch yako, zile viti mbili zenye ulikuwa unaona pale nje ndio hizi. Zile viti nasema ndio hizi. Unaona hizi viti mbili zenye unaona hapa. Hizi viti mbili zenye unaona hapa. Hizo viti ndio gani? Hii na hii. Hii na hii. These are front porch. Ile front door unaona pale ndio hiyo.
Front door yenye unaona hapo ndio hii hapa. Okay? So ukiingia hivi unapata lounge, a very spacious one. Dimensions zake ni 5.9 by 5.4 meters. That's quite a big one. It is spacious, eh? So towards the right tuko na dining, and the dining iko open to the kitchen. That the kitchen is open to the dining. So there is like a balcony here that opens up to the dining through this sliding glass door. So hii door mnaona hapa, which is a sliding glass door. Na hii balcony unaona hapa hivi kwa 2D plan gani? Ni hii yenye iko wapi? Iko hapo, okay? So this is the kitchen. The kitchen is open to the dining, of course. So hii ni sink yetu, hii ni cooking space yetu, hii ni fridge yetu. Tuko na pantry hapa, tuko na laundry, na tuko na another balcony. So kama unatafuta attic design, this could be your next dream home. Let's look at this face ya nyuma. That is the back elevation. Ukiangalia tumejaribu kufanya tu vitu antu, at least hii nyumba isikae tu nyumba tu normal. Unaona? So nimeonyesha pande ya kitchen, na sasa tuende pande ya bedrooms. So ukiingia ni lounge, this walkway will lead you to the first bedroom hapa. And this bedroom is en suite. So it has a washroom here. So ile washroom yenye mmeona pale kwa back porch ndio hii. Washroom yenye hii dirisha ndio gani? Ndio hii hapa. Okay? Na ukiangalia na washroom, we've separated the dry area from the wet area. Dry area tulisema ni penye kuna wash hand basin na choo yenyewe. Wet area ni ile shower cubicle. Okay? So back porch yetu iko aina mbili. You remember these two rooms I was talking about hapa, laundry na pantry. Yaani ni kama hii kitchen iko na back door mbili. Moja inakutoa nje kabisa. That is the moja inakutoa hapa. This is the back door. This is one window ya pantry na ingine ni ya laundry. Then sasa laundry badala kurudi sasa na nguo, kulisa na hizi manguo kurudi hivi, hapa tumeprovide another door as per our clients needs. Hapa kuna mlango moja hapo hivyo. Ukiangalia hapo kuna Dobby sinks na inakupatia a very very nice design. So hii ni ya wale watu wenye wako na 80 by 80 plot. This is a very very good design. Na ukichapa decor hapa, especially ya hii color, unapata kija tu moja maridadi zaidi. Okay? Hadi hapa juu kuna kajim man. Atiki yake ni kajim bana. So tulisema session ya leo ni kuchambua projects tumefanya. Okay? Mimi naweza zichambua hadi tuchoke. Cha tuone. So far tumechambua ngapi? Tumechambua for the past 1 hour. Sawa. Cha tuendelee. So nitachambua different houses, different tastes, for different people, different kinds of plots. Okay? You at least takupatia insight ya Kenya sisi Mathmag design office tunafanyanga. Niliwaambia responsibility yetu kwa project yako ni to make sure that tumekuplania better. And when it comes to planning better, ni kukupatia such illustrations. Wewe mwenyewe unaweza kuona project yako even before you start laying the first brick. Speaking of designs, my friends, this is where tubahatishi kwa designs. This is a 5 bedroom mansionette on a 100 by 100 plot. So for this particular plot, ukiangalia hii pande ya 100 haiko imejaa 100 kabisa. But hii nyingine ilikuwa imejaa vizuri, na hiyo yenye ilikuwa imejaa vizuri ndio ilikuwa na access road. So ukiingia kwa hii boma unapata parking space ndio hiyo. Na unapata our front door iko wapi? Iko hapa. So we have an open front porch. Ukiangalia mlango wetu ndio hiyo. This window here ni ya
launch, so tutaingia ndani tutaona tu. But nataka kwanza tuichambue huku hivi nje. Ukiangalia hapa hivi pia kuna ka chill spot kazuri sana. So for this particular client, shamba yake akona shamba ingine hapa. So this quarter alikuwa anataka kwanza atumie tu for the home, and then now later atakuja ondoa hiyo kuta after shamba alizana na kusecure hii land yenye iko hii side. Ndio sasa itakuwa farm yake hii side. So that's why unaona alijaribu sana towards this side tuweke some open kind of view spot. Acha niite tu view spot. Juu hii shamba imeslant towards this direction. Okay? So it is very important for me to come for site visits, because coming for site visits will help me collect design data yenye itanisaidia kama ni maneno ya planning kama hii, na make sure nimekupatia proper planning. Na proper planning ni maneno ya architectural drawings, structural drawings, mechanical drawings, electrical drawings, na detailed building cost breakdowns. For instance, hapa niko na a mansionette yenye ni flat roof, okay? Na niliwaambia maneno ya flat roof ni kumaanisha huku juu it's a slab that is open to sky. Okay? Na hapa juu nikawaambia the good thing about having a flat roof design ya T, kule juu unaweza weka pale ya barbecue ama some extra dining space uko juu. So for this particular case ukiangalia hapa hivi tumetumia pergola kind of roofing, na this particular section tumeiweka ikuwe kama ka lounge na place tu ya keroma tu yani, watu wanakuja wanadine hapa, wanabonga stories, wanabonda kama familia. Inaweza kuwa wewe yako unataka ikuwe na hadi TV, huyo hapo anataka stories za TV ama nini, yeye anataka tu pali yenye anaweza kaa yeye, bibi yake, watoto wake na familia yake, na sana sana wadaini wakibonga story. That's why utaona kuna some cooking space hapa, kuna pia some sink, na pia kuna fridge ya to drinks pale. Okay? Nikawaambia on this other side bado kuna chill spot nyingine. Nikawaambia hii tutakuja kubomoa hii ukuta in future, kwa sababu hii shamba yenye iko hii side ni ya mwenye hii boma pia. That's why anataka akitulia hapa akiwa ametoka kwa launch yake. Speaking of launch, wacha tuingie ndani kwanza. Yeye anataka dining space yake na launch yake ukwe inaweza open up to this ka balcony ama ka chill spot kenye unaona hapa. Na tukuja tukibomoa hiyo kuta, ile view ya hiyo shamba vile imeteremka huko, ataweza kuwa na enjoy. So some of the things I would like you to note with our designs ni kitu ya kwanza, tunajaribu kurembesha vitu hapa na pale. Okay? One, tunajaribu sana plan yetu ikuwe unique, na isikuwa ni ati ni plan ya mtu mwingine tumechukua tukakuwekelea wewe ama tukakupatia wewe, hapana. That's why utaona kama ni face kama hii iko na two details hapa na pale, tu vitu tu kufurahisha, tu vitu tu kuwelcome nyumbani, you know. For instance, ukiangalia balcony kama hii, kuna ka design kwenye hii balcony imetokea nako. What do you think about this? In terms of paint ni tofauti, vile hii balcony imekuwa secluded tu yenyewe. Kuna hii column inakuja ikiwa hivi, alafu ikifika hapa juu ina split into two, zinakuwa two circular columns. These kind of designs are called contemporary designs and are very good for townhouses. So mtu mwenye akona hizi pa 50 by 100, 80 by 80, 40 by 80, there zinauzwa huko hivi town. Ile iko ni Ngong, ile iko ni Rongai, Kiserian, Kitengela, Syokimau. Such kind of a house would be very good in that gated community ama in that estate. So apart from this ka balcony yenye unaona hapa hivi, bedeni ni balcony ya master bedroom. If you are asking, hii balcony ni ya nini? So the balcony ya master bedroom tulisema kitu ya kwanza lazima ikupatie at least two views. View ya kwanza lazima ikuwe ni view ya pande ya gate. Okay? View ya pili ni pande ya boma. Okay? Either the right, either the left ama hata the back. So for this particular case, tuko nataka client akikuja akisimama hapa, tumesema hii shamba iko hapa hivi ni yake. So atakuwa anaona huku hivi, yani anaona tu vitu zake vile tu ziko. Akitaka kuona what is happening from the road, maybe ni mtu ameingia. So unaona akiwa hapa hivi anaweza
something of the sort, you know. Huh? So hii ndio naitaka kuplan better na kubuild better. Planning better, building better. Na niliwaambia planning better is the key to building better. Kama unaishi diaspora, watu wa diaspora, kama unaishi diaspora, kitu ya kwanza ondoa uoga. Because wengine wewe ndio mmeka mapesa kwa account. Pesa ina lose value na purchasing power each and every day. Juzi mafuta ilikuwa 150 shillings, 170 shillings. Sasa hivi tunaongea kuhusu shilingi 200. That means ila simiti zilikuwa na buy 7 chwani 2 months ago. Sasa hii simiti ni 800, 820, 8 chwani, 790 depending on the brand you're using. So, uoga haitakusaidia. Uoga pia kutoanza project yako before ukuje Kenya. Hiyo uoga haitakusaidia. It will in fact mess up with your purchasing power. So, hiyo pesa yenye umeweka, mimi naweza kwambia kwanza ulock for 2 weeks. Sijasema kwanza uitumie, hapana. Kwanza ulock for at least kwanza utufollow ndio upate insights kama hizi. By insights na maanisha information. Unajua kuna information yenye engineer ako nayo na ambayo engineer tu anafaa akuwe nayo. Kuna information ya architect yeye ndiye mambo kusema kwa hiyo pande. Unaelewa? Kuna information ya plumber. Plumber mambo ya maji hakuna msemo mwingine anaweza mshow. Electrician hawezi kama kumshow shit. Okay? Kama ni electrician, wiring, CCTV systems, lighting system, sockets, huyo ako perfect. Na electrical fences, huyo ako perfect kwa hizo vitu. Sasa wewe kama client, kama kila mtu anajua Kenya anafaa fanye, what are you supposed to know as a client? Hiyo swali huwa najibu kwa hizi live sessions na pia zile video zenye nimekuwa nikitengeneza. Ni kama mnanipata. Na niliwaambia hii kitu ni two way. Okay? I'm giving you the information for free because mimi mwenyewe kudeal na wewe ukiwa a landed client inakuwa kitu kingine rahisi sana. Mimi ni kombi architectural plan, sihitaji sijui kukupa sijui ma samples, sijui nikuonyeshe. Hapana. Kama ni architectural plan, ulishawatch video zangu, ukajua architectural plan ni nini. Maana ya structural plan, ulishajua ni nini. Hizo vitu zote ulishajua ni nini. Ni kama maana na site visit, hiyo ulishajua design data ni nini. Ushajua vision yako ni nini. So it becomes very easy for me to deal with you. Lakini wewe kuja kwangu, hujui architectural plan ni nini. Nikijaribu kukwambia ulipe pesa fulani ama unipe resources fulani, nikutengenezea architectural plan, unaanza kushangaa wewe unaanza kunikona aje. But the moment umewatch video zetu kwanza, utaweza kupata the information you need, you as a client. Information to do with contracts, information to do with choosing the right kind of house plan. Either uko unataka flat roof kama hii, either iko ni pitched roof, either iko ni flat hidden. Na tulisema hakuna kitu important kama kupata such an illustration before you start. Because niliwaambia kitu ya kwanza hii ni prayer item. Na moment umekuja kwangu hapa Mathmag Design Office, umekuja tukupatie plan. Sisi tukupatie tu design kwa karatasi pekee. We also give you such illustrations, such videos. Ndio ukienda pale kwa Sir God kumwambia Mungu nataka 4 bedroom. Usha define kama ni 4 bedroom, front face inakaa aje, balcony na master bedroom inakaa hivi, kama ni mlango ya front porch yangu ama front door yangu inakaa hivi, kama ni madirisha zangu zinakaa hivi, kama ni penye nitaweka cladding najua already nitaweka wapi. So nitakuwa na siku ya kuombea madirisha, kuna siku yenye naombea cladding. Na kuombea cladding hata sio kuitisha Mungu, hapana. Ni kuthank Mungu because wakati umekuja nikupatie a building plan, nitakupatia ikiwa na kitu inaitwa building cost breakdown. Na hii building cost breakdown itakusaidia sana. Kwa sababu Mungu akishakupe maybe 2 million out of the 15 million you need, utajua hii 2 million 500k of that 2 million ni simiti ya foundation, hii ingine ni mawe ya foundation, hii ingine ni kokoto, hii ingine ni dust, hii ingine ni river sand.
Ndio Mungu akubalika na hiyo mita moja. Unajua mita moja mimi nishanunua rangi ya black ama dark grey yenye mimi najua inafaa ikwe pahali. Nishanunua rangi ya beige. Unaelewa? So pesa yako Mungu akupatia, hata utajua ile siku yenye itatosha. Hiyo pesa utajua imetosha. Na ikitosha maybe for a certain phase. Utaweza kufanya nini? Kuanza hiyo phase na hiyo na hiyo nayo. Sijui kama mnanielewa. Hii mambo ya kujenga ikonge ngumu. The moment ushaelewa, ile uoga inakutoka. Because nimeona watu wengi sana ni uoga inawasumbua. Watu wako na uoga mingi sana. Unataka kujenga nyumba ya 15 million, ushafisha 12 million na utaki kuanza bado, jua ni muoga. Let's see what we have for this one. It is the same house or a different one? Nice. This is a different one. Ala, hii pia ni kali. Hii ni mwecheche. Hii nayo, it's on an 80 by 80 plot. 80 by 80. Watu wa 80 by 80 plot muko pande gani? Hapa niliwaambia kazi yetu ni kuchambua designs. Okay? Tunazichambua, tunazielewa in a layman's language. Hapa hakuna kutumia terms ngumu, sijui za calculus, sijui geometry, sijui nini, sijui force, sijui axial load, sijui Hapa ni uelewe kenye wewe unafaa uelewe kama client. Wewe kama client, stories za calculus, sijui stories za calculation, hiyo achie engineer. Sawa? Wewe unafaa uelewe, mimi nikikuja kwa kina mathematical design office, that is kwa kina engineer Ivan. One, what are the things I'm supposed to do before I come? Number two, ni nini hizo nafaa nikuwa ready najua nikikuja kwa kina mathematical design office? 3, what kind of house do I want? 4, what kind of family do I have? How many kids do I have? Na kama ni watoto, wote ni maboys, wote ni madem. Kuna zile vitu zenye wewe uelewe lifestyle yako kwanza. Ndio ukikuja hapa hivi nikikupackage kama hii, utakuwa unajiona hii ni master bedroom balcony yako. Okay? Utakuwa unaona parking lot yako. Utakuwa unaona, yani utakuwa una envision ile vision yenye ulikuwa nayo yenye ilikuwa scattered into one illustration. Like this. Okay? So hii ni ya 80 by 80. Ukiangalia access road is along one of the sides, na kulingana na kwenye main road yetu ilikuwa, we chose to have the gate at the right hand side. Okay? Kuna vitu zinaitangwa rules za gated communities. So for this particular project, I remember very well that this project hauwezi jenga perimeter wall yenye iko above 1.2 meters. Okay? So rules za hiyo estate zilikuanga wewe ujenge ka wall katao kama hii, alafu uweke sasa ikiwa grill huku juu. Ni kama mnanipata? There are different gated communities with different rules. Kuna zile gated communities zenye hazina rules zozote, unaweza jenga kenye unataka. Kuna zingine the only rule yenye iko hapo ni usijenge more than maybe 3 floors ama 2 floors. Kuna rule nyingine pia inakuanga ya the kind of perimeter wall unafaa uweke. And for this particular one, for the perimeter wall, huwezi ka perimeter wall kama hizo tunawekanga 2.4 meters high, 3 meters high, hapana. Hii itaweza uweke live fence, ama kama unajenga ukuta, ujenge iko ya 1.2 meters high and then uweke grill on that remaining part. Okay? So this is our sliding gate, ukiangalia, and this is our carport. So in the last video niliongelelea maneno ya different kinds of carports ama garages. Kuna mtu mwenye atataka garage yenye iko part of the house, but hii garage iko open kama hii. Pia nilikuwa nimeonyesha yenye iko closed. That is, unapata garage iko part of the house alafu iko closed. So for this particular one, our client chose an open one. So hapa hivi panaweza ingia gari mbili, ukisongesha hii gari hivi
Gari mbili tu zimetosha. Hizi zingine kama ziko zinakuja tu hapa hivi. Okay? So ukishapaka hapo, these our front door. One front door yetu iko, this our front porch. So ukiingia unapata foyer yenye iko na staircase. So let's look at this floor plan. So ile gari yenye mliona pale ndio hii. Ona. Hiyo gari ndio gani? Ndio hiyo hapo. Sawa? Front porch yetu yenye iko na viti mbili iko wapi? Iko hapa. Okay? So ukiingia unapata foyer kidogo hapa hivi, then immediately client wetu alikuwa anataka apate guest room. Okay? So kuna wale watu wenye wanakuanga very cautious na privacy ya manyumba zao. So mtu unapata guest room hataki ikuwe na huko sijui kwa the other rooms, hapana. Yata guest room wapi? At this position. So we made our guest bedroom appear at this position. The guest bedroom is big enough to have a king size bed. It also has a wardrobe that is 2.5 meters wide. Na pia iko en suite. That is, it has a washroom that is spacious enough to have the wet area and a dry area in separate positions. So kwa dry area yetu, as usual, we have our wash hand basin. Hapa hivi tuko na choo na hapa tuko na shower cubicle. So kisha ingia hivi hapa sasa unapata staircase. Na hiyo staircase ndio hii hapa mnaona. Unatoka hapo kwa hii front porch unaweza ona hiyo staircase hapa. Hiyo staircase ndio hiyo. So and then now unapata a common toilet. Just hapo tu a common toilet. Then sasa ukiingia na huko sana unapata lounge. So this is the lounge. We have an open plan setup. But let me call it a semi-open because the kitchen is only open at the dining. So in the dining area yetu, we have a breakfast place here. Kwa kitchen yetu, tuko na a sink yetu hapa, that is the cleaning area. Tuko na pia the cooking area, na tuko na fridge hapa, tuko na pantry hapa, and we have a laundry that is connected to the back door. Na hapa nyuma, tuko na an SQ, that is a part of the house which is accessed from this back porch. So if you have an 80 by 80 plot, na unashangaa what kind of house can I build? Nyumba yenye haikai kama box. Nyumba iko na kanyumba ka unique tu, si kubwa si ndogo, nyumba yenye iko na a flat roof design. Na hii flat roof design unaweza taka ikuwe na nini? Ikuwe na maybe some outdoor ka space hapa juu tu, ka chill spot. It could have a kitchen or not, you know. Yaani kakija tu kakali. Una make sure unaingia hapo hivyo kwa bao yangu, unachukua namba yangu ama hata ni wa comment yenyewe hapa 0715822252. Unaweza call na WhatsApp. Then utanita site visit, na tulisema site visit na kuja ku collect design data. Design data tulisema ni maneno ya nini? Design data tulisema ni maneno ya kuangalia measurements, kuangalia the kind of soil, kuangalia the terrain, kuangalia nini nyingine hapo kwa comment section. Hebu niambieni wale watu wamekuwa watch video zangu, wakati nakuja kwa site visit wanakuja kuangalia nini na nini. And maneno ya planning, once again, inakuwa maneno ya architecture, maneno ya structural design, maneno ya mechanical design, maneno ya electrical design, maneno ya kupanga budget yako. Because I don't want you to start a project without knowing how much it will cost you. Pia, during the design stage, unapata real ama virtual illustrations. Okay? So this is a 100 by 100 plot you're looking at, and I've come up with a contemporary design that is a flat roof design. So mimi niambia ma design zangu zinakuwa unique. Najaribu sana nisikudesignie kitu inakaa tu kama ya mwenzako. So for this particular project, we have the gate at this position. So tuko na gate mbili. Hiyo nipenda hii canopy. Na watu wengine wamekuwa wakipenda hii canopy sana. Mtu yote nishaimtumia hii canopy. Hakuna mtu anakosa kubuy idea hii canopy.
Hii canopy pia sana naipenda sana. Hapa hivi uko na gate ya pedestrian, hapa uko na ya gari. So hapa tutakuja kuweka shade. So bazua hii nyumba akona gari kaa 6 hivi. Sasa hii space yote yenye mnaona hapa from this point penye hii kaburi imeishia all the way to penye hii front porch staircase imeanzia. Hii yote tutaipika pagola. Okay? Ndizo magari zinazapangana hivyo. Mbili hiyo na bado kutakuwa na space. Alafu for this particular case tuliweka front door yetu hapa. This is the position of the front door and apart from that front door tuko na mlango mwingine hapa sasa yenye itakuwa karibu na hiyo parking. Ndio ukishapaka gari yako instead of kukuja uzunguke all the way from this kuja na huku hivi, unaweza kuja uingilie wapi? Uingilie hapa. So boma yetu kutoka this area view inakaa namna hii. Ukiangalia nijaribu kuisukuma towards the left upper corner. So nikajaribu ku maximize this space hapa mbele. So that now in future we'll have a gazebo over here. Hii pia nimwambia nime maximize this side juu ya parking lot. But huku nyuma pia si ati nilikunyonga sana because huku nyuma ndo kutakuwa na hanging lines, you know, some kitchen garden. Kuna matunda 1-2 hapa na pale. Na place ya kids kucheza. Okay? On the other side also pia we have ample space, yeah. More greenery. Tunaweza panda miti along this wall. Tunaweza kopia na a flower bed somewhere here. You know. So we had to do some exterior design for this. But so far, this is a presentation we've done to make sure that now our client is able to have a glance, a virtual reality of the kind of house he's expecting on ground. And apart from that, tulisema hii pia ni prayer item. Okay? The moment umeongea na Mungu wako vizuri uko na kitu kama hii, it won't take you even a year or so without already getting resources for this. So let's look at the floor plan and get to see how we planned this one. So right away nitaenda kwa this floor plan. Nafikiri sasa imetosha kwa screen vizuri kila mtu anaiona. So hii ni front porch yetu, unakuja unapata foyer and ukikuja hapa you can either go to the left or to the right. Okay? So towards the right we have the lounge which is quite spacious and the lounge is next to this dining area. So ile mlango yenye nilikuwa nawaonyesha ya pande ya parking space ndio hii hapa. Okay? So inakuja unaingia hapa hivi kwa dining, ukuja kwa lounge ama uende to this other side. So our kitchen is open to the dining. So this is what we call as an open kitchen. So you can only get to view the kitchen when you are in the dining. So hapa hivi kwa kitchen we have a washing area, we have a cooking area, we have the fridge. Tutaingia huko hivyo na tutaicheki. So towards now this other side whereby nimeandika hivi na walkway, we have a staircase. And this staircase is what you're seeing from this point. So hii kadirisha mrefu mwenye mnaona hapa. Hapa hivi ndio staircase iko. And towards this lounge, kuna kitu hapa sijaongelelea. Hapa kwa lounge, this one is glass door. Okay? So you can also come out of the lounge through this sliding glass doors. Actually ukiwa hapa sasa unaweza ona sitting room yako vizuri tu. Kuna viti hapo, place ya TV ni pale. Of course we'll do more interior later. So pale hivyo kuna dining. Huku hivi unakuja hivi. Acha toke nje tena tuingie vizuri. Hapo tuko ndani ya dining. Hapa hivi tuko na ka breakfast table hapa. Ukiangalia huku hivi tuko na sink, that is my washing area hapa. So for those of you guys wenye mko keen, unaona ukiwa kwa lounge you can only see the dining. Sasa ukiwa kwa dining ndio sasa unakuja unaona nini? Our kitchen. Okay? Fridge yangu nitakuja niweke hapa hivi.
cabinets are all over, more storage. Easy storage in the zimefika hata juu. So we had to do interior on that. So nilikuwa nimeenda hii side nikaonyesha penye staircase iko, and after the staircase we have now the common washroom. Nice, very nice. Yeah, this is another one. Inakonga kali by the way sana. Sasa hii ni wale watu wa 50 by 100. With me here I have a 4-bedroom mansionette that is designed on a 50 by 100 plot. So for this particular plot, the 50 side was exactly 50 feet and the 100 side was exactly 100 feet. And from the look of things, as you can see, it's not a corner plot, but it's rather a plot that has the access road running along one of the shorter sides. That is the 50 side. That is the 50 feet side. So as you can see, this is the front face of our property. And as I mentioned earlier, when it comes to the perimeter wall of your front face, you have to be very keen, and you have to decorate your home in such a way that it welcomes you to your property. So for this particular design, we opted for something different. Tuko na cladding hapa, some moldings hapo, tuko na mtu ile hapo tuko tumefanywa cladding. You know, just to make the place look more appealing. In terms of the gate, we also have 2 gates over here. Watu siku hizi wanapenda si lazima afungue gate kubwa ndio atoke bila gari, okay? So that's why we always separate the big gate from the small gate. So also having a gate canopy makes your front face more appealing. Okay? So hapa hivi ukiangalia some more cladding here and there, some more structural works here and there, just to make your home more appealing. So ukiingia kwa hii boma hivi unapata kitu ya kwanza, in the front yard we have a parking space for 2, and we have an open front porch over here. So this is a double door yenye inaku lead directly into the lounge. So for this particular project, this is exactly what our client wanted. Yeye alikuwa anataka akitaka kusoma gazeti, yeye atashinda akikuja kujenga gazebo hapa. Actually huyu alijenga nyumba kubwa, nyumba inajaza karibu plot mzima. Basi sasa leo badala ya kutengeneza gazebo sijui somewhere wapi na hapa, akaamua gazebo ikuwe part of the house. That is a front porch, ikuwe kubwa. Design yenye kuna place ya kuingililia nyumba, but hapa karibu na hiyo front door tuko na pahali ya mzee kukaa akisomea gazeti. Ama hata ikuwe kuna wageni wamekuja na si lazima waingie kwa nyumba, it's very easy to host somebody from this position. This is a flat roof design. It's a contemporary design, mainly for townhouses. Plots ziko Kamakis, hizi size za Marina, Tatu City pia unaweza ekelea hii. You know, within Kiambu, it's a very good home. Pia kama uko Nakuru, it's a very nice home pia. And apart from being a flat roof, it also has some two structures hapa nyuma. Hapa nyuma we have 3 different rooms. Ya kwanza hapa ni SQ. Ukiangalia hapa hivi unaweza ona bed pale. Nyumba ya mfanyakazi moja, and then hapa tuko na choo. That is a common. So mfanyakazi akitaka kwenda shower anaingia hapa. Akitaka kwenda msalani anaingia hapa. Pia mtu akiwa nje anaweza ingia wapi? Msalani hapo instead of going into the house. So this is the room yenye iko hapa hivi. This is the laundry yenye ita connect now to the hanging lines area. Hapa hivi ndio tutakuwa tu hanging lines. So this structure is next to the back porch of the house. So ndio back porch yetu, na ukiangalia tunainuanga nyumba from the word go mpaka during the design. Tunakuwa tushainua nyumba by kuichora vile inafaa. Ukiangalia hii nyumba yetu tumeinua above the ground level. Design yenyewe we need at least
1 step, 2 steps, 3 steps. That means our house is 1.5 feet above the normal ground level. Hizi steps pia ziko pande ya front. So the last time nilikuwa site nilionyesha maneno ya vile tunainua nyumba because of maneno ya maji, maneno ya drainage, hiyo yote ile maneno ya site hiyo. But for this particular one, kama uko na 50 by 100 plot na unatafuta a flat roof design, this can be a very very good option for you. Okay, this balcony you see here is for the family room, and this other one is for the master bedroom. Kumbuka niliwaambia aje, master bedroom balcony yako unafaa uone pande ya mbele. Okay, pia unafaa uone side at least moja, either from where the main road is or towards another direction. So hapa juu tuko na space pia, a place for a family to dine. Tuko na kitchenette hapa, ukiangalia we have ample storage for that. We have a fridge over here. Kuka yetu hapa hivi imewekewa hadi hood to make sure that the fumes from the cooking area are taken care of. Na maneno ya kuosha vyombo mbili tatu pia iko sorted because we have a car washing area over here. So let me know your thoughts on this one. Is it a house plan that you'd adopt for your home? And if you'd like to have such, but sasa maybe umefurahisha tu na face ya mbele lakini hii haijakufurahisha, we can also do what we call a customization. So tunasema customization ni kujaribu kutweak kidogo an existing house plan to suit your needs. That is amplifying kenye umependa kwa hiyo nyumba and getting rid of all the elements zenye we haujapenda kwa that house plan. Aya, hii nao ni ingine maridadi kabisa. Sasa hii ni ya yule msi yako na 50 by 100, but 50 by 100 haijajaa kabisa. Okay? If you look at this 50 side, honestly it looks smaller. Unaona aje? The 50 feet side looks smaller. Some of you guys have been buying these plots zenye hazijafika measurements unknowingly, na wengine wanajua lakini tu wana ignore, ama wanakuwa maybe umependa hiyo area na hawana Kenya wanaweza fanya. Okay, so for this particular one we have a gate canopy over here. Tuko na gate hapo ya pedestrian na sliding ya gari, and this is the facade ama the front face of our property. So for this particular one, hapa hivi ndo tuna park. You have parking of 2 cars. Hapa tuko na an open front porch yenye unaweza ka viti mbili tatu. Alafu tulie tu hapo hivyo you know, maybe ukitaka jua ama ukipunga unyunyu. Hapa hivi tuko na our front door, and just to show you now the 2D layout. So hapa tuko na our parking lot. Hapa hivi tuko na our front porch, ukiingia unapata foyer. To the right you have the lounge. This is where you have the TV area. This is where you have your seats. Towards this left you have the dining area, and the dining area is big enough to have a dining table with 8 seats. Kitchen yetu ni open, that is only open to the dining. So that is the kitchen, that is the cooking area, that is the washing area, that is the sink, and that is the fridge. Tuko na pantry hapa, and as you go towards this side you get to meet our back door that opens up to the back porch. So ukienda hivi straight utakuja upate towards the right after now the lounge, utapata kuna staircase. Alafu hapa mbele utapata kuna guest bedroom that is en suite, and the guest bedroom is spacious enough to have a king size bed. Pia washroom yake iko sawa, it's big enough. Iko na pia storage, that is cabinets that are 2.4 meters long, na hapa ndio tuko na the common toilet. So from the outside, as you can see, we have an L-shaped balcony over here, which is for the master bedroom. So hii balcony unaona hapa, hii ni balcony ya master bedroom and it's L-shaped. Actually, ukiwa hapa
you are able now to see your gate, and then you can also come towards this side and have a view of this other side. So hii ni flat roof na huku juu tuko na solar water heaters. At this section tutakuwa na pia water tanks, and this roof terrace is open to sky, but part of it is shaded with pergola. And what is shaded with pergola is just a chill spot. Kama kawaida niliwaambia aje, ukiwa na rooftop usikosage hizi ma chill spot, kwa sababu hizo ndio zinafanyanga rooftop yako ikuwe tamu. Okay? Ikuwe tamu na ikuwe yani una enjoy. Rooftop bana. Rooftop utakosa aje chill spot uko juu hata wewe. Are you normal? Place ya watch ball. Wengine hata wanaeka pool table huko juu. I'm also looking at another project now. Ilikuwa ni 4-bedroom mansionette on these small 50 by 100 plots. Actually now this is a corner plot. Yeah, this is a very good example of talking about a corner plot. Hapa tunaweza learn vitu mbili tatu. Let me enable some of position ya gate ya kwanza ni hii. Okay? The reason why I'm saying it's a corner plot is because it has two roads. One runs along one of the 100-feet sides, and this other one runs along the shorter side. Na ile yenye kwa shorter side ndio the main road. That's why tumeka gate yetu wapi? Ya magari pande hiyo. But hii ingine ya watu, that is the pedestrian, client alikuwa anataka ikiwe wapi? At this particular position. So kila site inakuwa unique. Yako inaweza kuwa ni corner plot, yako inaweza kuwa a triangular shaped plot, yako ni 40 by 80, yako ni 40 by 60, sijui 80 by 80. Inaweza kuwa hata uko na eka mzima. So apart from categorizing plots based on the sizes, we also categorize them based on how the access roads are. So that's why nawaambianga aje kwanza nita site visit. Ukishanita site visit, mimi nitaweza kukuja site visit, ni collect design data. That is analyze your site and get to have your site dynamics. Reason being, hizo site dynamics zitanisaidia ku make wise decisions when it comes to choosing the position of the gate, choosing the position of that gazebo of yours, choosing also the position of that outside washroom, SQ, na mambo mengine zaidi ya mpaka foundation. Leo tulisema tunachambua back to back. Sawa? Back to back, tuzichambua back to back mpaka uniambie engineer tunatosheka sasa. Hapa niko na ingine moto sana. This is a 4-bedroom mansionette, and this 4-bedroom mansionette has the carport at this particular position. So ukiangalia after the gate unakuja tu unapark wapi? That position. Alafu unakuja hivi, unakuja unapata front porch yako. This front porch is big enough, unaweza weka viti moja, mbili, tatu hapa, and towards this side is where we have the front door. Ukishaingia hivi unapata your spacious lounge na TV area pale. Alafu hii kitu yetu ni nini? Ni double volume. Okay? So ukienda juu, part of this lounge, pande ya juu inakuwa family room. Ukiangalia family room iko hapo juu, chini yake ni lounge, but only half of it has been utilized as the family room. So ukiwa hapa juu unaweza kuona nini? Maneno ya pale chini. Hii ndio utamu ya vitu tunaita double volume. Okay? So this is a flat roof, and ni nyumba tu unique. Niliwaambia nyumba zetu hatujengi tu nyumba zina kama box. Hapana. Nyumba tu unique. Tukija tu tukali. Hata jirani yako akikuja ajenga kitu kali, atajenga tu kitu kali kama yako. Si ati atajenga ati kitu kali kuliko yako. Years down the line usemange, hata ile ningetafuta designer mwingine. Hata ile sijui ningefanya nini. Hapana. Na wewe ukubali kulipa design, because most of you Kenyans mnapenda sana kupata vitu bure. And these cheap things, ama these free things, ni vitu wewe mwenyewe hazikusaidia. I also have another project over here. Hii tumejenga pahali inaitwa Kitengela. It's a 4-bedroom mansionette, and it's also on a corner plot. Okay?
Ukiangalia position ya gate yake ni iko hapa. Sawa? Hii barabara pia ni main road. So zinakuja zinapatania wapi? Kwa this corner lot. So some of the features we can see from this house is that we have a corner window here. And this corner window ukiingia iko kwa lounge na inatupatia kwanza enough lighting sana sana for this double volume, kwa sababu ukikuja hapa hivi juu we have the family room na aspect ya double volume iko. Ndio kama mnaiona vizuri. Aspect of the volume iko. So the most important thing to note from today's live is that you need 3D illustrations when it comes to designing and building your dream home. The moment umepata that 3D design ama that 3D illustration, utaweza kuona ya kwamba building for you becomes very very easy. Okay? Kama ni changes zenye ungetaka zifanyike kwa your construction project, you do them virtually even before you start laying that first brick. Kama ni maneno ya budgeting becomes very easy kwa sababu kama mtu anaona 3D ya nyumba hivyo, ni kumaanisha kukaona madirisha ni rahisi, kujua penye cladding inaingia ni rahisi, kujua maneno ya painting ni rahisi, na revision yoyote yenye unaweza kuwa nayo kwa plan yenye already ushachorewa. With these illustrations, my friend, mimi nakwambia kwamba maneno yako ya kujenga, utakuwa umeplan better na umefanya nini? Umebuild better.